I can forgive you for cheating. You have an away plan. Back to the market and look for someone else. It becomes very hard for a woman to submit and respect a man. Wanawake wanafaa kuwa respect. What do you think can cause a divorce in our marriage? Unatesa mtoto a lot. Money that you make is my money. Welcome back to the Felgon Show. Today we are going to talk about the away plan should you get divorced. My name is Felgon Kemunto and I'll be your host. Please make sure you follow us on all our social media platforms and subscribe because we post twice a week. Don't miss. Thank you for joining me today. Today we are going to talk about an away plan in case we got divorced. Kila siku watu kukosana. And there's a very big difference between separation and divorce. Separation, there's hope that mneza rudiana. With divorce, ni finalize the marriage is no more and everybody's walking away. Do you have an away plan? Have you ever thought of divorce maybe? What will happen after we divorce? Sijawahi kuwa nayo. But in case it happens, life must continue. Inaweza kucontinue for me ni kukaa tafute time yangu kidogo. I spend my time alone. When some people go to the extreme ya kuwa watoto after divorce so that akuwe ni kama ana watoto. So this heal and probably get back to the market and look for someone else. And start a new life with a new person. So you've ever thought or you are thinking now of divorce? No. No, this is something in case. No, so uko na backup plan ya marriage. I have we've known each other for 12 years, yeah? We've stayed together for 5. Legally married for 1. No, unaniambia uko na backup plan in case this marriage does not work. Should every couple wenye kama mtu wako unafaa umuulize kama ako na backup plan. Already mimi naona maisha lazima iendelee, unajua. Yezi endelea bila kuenda kwa mtu mwingine, lazima uwe mtu mwingine ani replace. Hiyo inategemea na mtu. For me, uwezi kasi mwenye najua nimezoea kukaa na mtu, tunasaidiana na yeye. Akitoka ningependa hiyo space ikuwe replaced with someone. So wewe utaolewa ukidivorce? I think my away plan, we have a child and perhaps if we add another one, so itakuwa wawili, 3, 4, 5, ambapo sijasema ninaongeza though. My away plan does not include getting married. If we divorce today, I will be broken. That's the reality of the things, kuishi na mtu for so long, umezoea. It's more like your life yako ina revolve around here. And then all of a sudden you wake up and this person is a stranger. But then it's very hard kama mko na watoto. You are mad at this person na bado unafaa muongeleshe juu ya watoto, mnafaa mko-parent and all those things. For me, if we got divorced today, I think nitachukua route ya kukaa single. Haimaanishi nitakuwa tu single. I won't introduce somebody else to my kids. Okay. Does it make a difference? It does. You will get married, have a whole totally new family. Uzae watoto wengine, usahau wao wangu hapa. Hata wewe unaweza zaa. Mimi nimesema, mimi unasikia plan yangu, mimi sitaolewa. So which means sitazaa. I can get married tusipate watoto. But that's not up to you, because if you get married to somebody who wants kids, then you'll have to consider there are some things you decide also up front. What can cause kuna mtu anaweza kuja na watoto ako loaded already. Si lazima muzae tena. It doesn't make a difference with you kuzaa wengine, kuongeza wengine na kuleta wengine. They still become your kids, all of them. You are responsible for all. No, not really.
wako na mababa zao. So Venye wewe utakuwa na wangu, huyu pia wake wako na baba zao. So huyo bibi yako mpya anatoka anapeleka watoto, akiondoka ndo ninaleta au ama inawaka aje? Utakuwa na timetable. Ndio. Lakini ka serious. This weekend usikanyage huku. I think unajua inakaa funny saizi, but this is a very challenging thing because I've seen so many people after divorce, the person who suffers the most wanakuanga watoto, because unapata one parent does not want to speak to the other one, and then the feelings of the watoto aziko considered in between, I think. And then kuna wale wenye wanakubali kuco-parent, but it's almost impossible. Mmoja anakaa na nyuki, mwingine anakaa Lokchogyo, unaona. Mwingine ataki, kama for example if you get married, ataki mtoto wake aende kukaa na ule bibi mwingine. You see, either anaweza kuwa too good ama too bad. There are those things. We've seen even some people go to the extreme ya kuwa watoto after divorce so that akuwe ni kama ana watoto. So this is something, as much as we may laugh now, I think we are not praying to get divorced. But what we are saying is that in case we do, we shouldn't live tukiwa bitter. You know, especially kama watoto wako, you should consider that your lives zitakuwa intertwined forever. Unaona? There is no time when utasema aje now I don't want to talk to you forever, because huyu mtoto yuko atataka baba yake na atataka mama yake. Unajua si lazima mimi ndio niende naye, anaweza baki na wewe. You know? At the end of the day, we need to find a way of co-parenting. Those are some of the reasons as to why this topic is very important. Having an away plan. What should you do after? Unajua kuna ule mwenye atahitaji time to heal, kuna ule mwenye already atakuwa ameheal akiwa kwa relationship, so akitoka ako sawa. It happens. It happens, eh? Yeah, but the time anama it's divorce ashapona. Ama akona mtu already akona mtu. Wanasemanga ufai kuachwa kama una mtu. Ndio hiyo sasa. Tambo wachi. So uko na mtu because unaona ni kama umeplani. Wanasema by the time unaachwa, unafaa kuwa uko na mtu tayari, unatoka huku, unaenda huku, unaingia huku. So umeanza kutayarisha watu. Unataka kuniacha? No, unajua ni vizuri nijue hata mimi nianze kama ni hivyo, nianze kumtafuta mtu nimweke pending. This topic is very important, na especially in Africa ama huku Kenya mahali tumezoea, co-parenting is a very serious challenge. So mtu kutoka kwa ndoa aende na mtoto, kwa watu wengi ni vile watakangi kusema, lakini na kuanga na silent condition. Huyu mwanaume kusupport huyu mtoto ni kama lazima akuwe in terms na mama yake, which of course I don't think is good. In terms inamaanisha vitu vingi. Kunaweza kuwa in terms in the bedroom, in terms in the sitting, in terms in financial, in terms which in terms? In terms ya bedroom. They would always want to go further to support the kid. So kama mama yake ana resist, so inakuwa kana mtoto wako inakuwa single mother. It's wrong, of course. Mtoto ni wako, as a father you should be responsible. And what of those women wenye wakiamua saizi wanaondoka, wanatoka kwa hii marriage, they are done, they go out there, they get married. Naambia mtoto baba yako anaambia mtoto baba yako, no, anamwambia baba yako ndio huyu sasa, ule si baba yako, ama alikufa ama yuko, especially kama mtoto ni mdogo atamwambia huyu ndio baba yako. Unajua hivyo ndivyo tumegrow anyway. Like traditionally ilikuwa hivyo, mtu akitoka kwa ndoa aende kwingine, wale watoto wanakuwa adopted huko, anapewa majina ya ule mzazi wa huko, inakuwa ule ndio baba yao. Wanagrow na attachment na yeye, so hata wakikuwa wakubwa uambie your real father is so and so, hata hawana haja na yeye kwa sababu hawamjui, hakuwalea, he was not in their lives. Traditionally tumegrow ni hivyo. Sasa
kama ni with civilization ama ni westernization ama ndivyo inafaa kukua, ndio imekuwa like the real father kukua kwa life ya mtoto ni important. Unfortunately kuna wanaume baada hawatakangi kukaribia watoto wao, kama aliachana na mama yake wakwende wakiendanga. Do you So as a woman, for inategemea, example, is this man willing kukua kwa life ya hao watoto? but I think hapo ndo nisikize kidogo, the willingness of this man kukua kwa life ya watoto and the denial of the chance ya watoto kujua baba yao, for example kama ni mama alienda nao, there are two different things. You can tell the kids that this is not your father, this is your stepfather, huyu ndo baba yako, but baba yako anajionea ye mwenyewe, with time atakuwa anajionea, hataki kukaa in life yake, unaona. So inakuwa wewe umefanya responsibility yako as a woman, umejitoa unajua sasa society, if nikitoka na mtoto wangu niende, unaona, people know that we were married. Deep down at some point atapatana na mtu amwambie baba yako ni fulani fulani. Because mi nimeona watoto wanafika njiani, unapata alikuwa anatembea hivi na aunti yake ama shosho yake, alafu anaambiwa aje baba yako ndio ule, na mama yake nyumbani anamwambia baba yako ni huyu, unaona. So huyu mtoto ana grow akiwa na maswali, and then aweze kukuuliza kwa sababu ajui venye utareact ama unamshat, unaona. So huyu mtoto ana grow akiwa na hizo questions. So is it okay even if the man does not want to be responsible ama to take responsibility ya watoto, to tell them, the woman, kuambia ule ndo baba yako, ama pia nyamaza, waambia alikufa, alienda Haiti akapigwa huko risasi akakufa? Okay, logically ama as of now mahali society imefika, with the knowledge I have about psychology na vyenye mtoto ana grow, ana develop at different stages, it is very important to tell them this is your stepfather, your real father is so and so, he's not here for whatever reasons. I think children can handle a lot if just to be honest with them. Unaona, kukosana hiyo kukosana, you know, hata wewe na wewe mtoto mnakosananga. It's life, part of life. What of those women or those husbands that stay in a broken marriage for the sake of children? Unasikia ati mimi singekuwa ninamvumilia, I would have gone a long time ago, but because ya watoto wangu nabaki, because analipa school fees nabaki, because ananipeanga pesa fulani nabaki, because it happens. It's wrong to stay in an abusive relationship for the sake of kids. And abusive, to clarify, goes beyond physical abuse. Kuna financial, kuna emotional, as in mtu tu anafika tu hataki kukuongelesha for a whole year, hataki kukushika for a whole year. Wewe uko hapo unakaa kama majirani, mko vita tu juu ya watoto. Juu ya watoto. It's wrong. Should go. You pack, you go, you look for your life elsewhere. There's a lot of happiness in this world. You can always find it elsewhere. So you don't think ako happy kubaki hapa juu ya watoto? Watoto wanasoma vizuri, wanakula vizuri. Wanaweza soma bado yeye akiwa ametengana na baba yao. Sasa si ndio hapo hiyo condition inakuja. Ukienda ninaacha, ndio maana amebaki. Ukiondoka na watoto ujue vile watakula, vile wataishi, vile watavaa. So for you and the children, you are better here juu wataenda shule. It's wrong. Kuna court system inaweza kusaidia kufuatilia aone vile watoto watakuwa supported. Leo kwenda kwa court inakaa mzuri until ufiko kuambiwa do you have a job? No. Custody apeo. Inategemea tu. There are a lot of things hapo za kuconsider. No, to an extent unakuja kuamua kukaa uko abused, ni bora watoto wakuwe supported. Hapo kunafaa kuwa na some good resources kuensure watoto watakuwa supported. Ni kutafuta kuelewa constitution na kutafuta lawyer mzuri.
husband asimamie pesa ya lawyer tena, because ungekuwa na hizo pesa ungekuwa umeshatoka. Ni pesa tu zinaweza kuwa zinafanya mtu aamue Listen, a friend of mine once told me that the husband alikuwa na mipango za kando, unaona, so ana cheat and everything. So the question ilikuwa, why do you stay? So mueleze the thing yenye anafanya inakuhurt, unanielewa? And kama haezi acha, you go talk to your parent, ueleze the situation venye iko, and then I think they can give you a way forward. If you want to stay, you can stay. If you want to go, you can go. Akaniambia, yeah, I'll go talk to my parents, and then niueleze venye kuko, and then if I choose to go, I'll go. A few days later, alikuwa happy. Nikamuuliza, did you talk to your parents ueleze? Ati hapana, niliacha, unajua ameweka mtoto shule mzuri, and then alafu hata kama anafanya hizo vitendo na wanawake wengine kule nje, he gives me money, amenieka vizuri, so hakuna need. Unaona, juu watoto wanasoma shule mzuri, unanielewa? Juu watoto wanasoma shule mzuri na yeye anampatia pesa. So whichever thing that you do with your life outside of this house inakuwa ni iko justifiable. Ndio nimekuambia inategemea vitu mingi. So if the victim does not feel abused, hata ukimtoa hapo, sasa huko mahali ataenda ndiye ataona. But I feel like hiyo ni the husband are manipulative, because yeah, apart from responsibility ya shule, gifting me when nimekuuliza why are you talking to Njeri, why are you talking to whichever Nziza, alafu unanipea zawadi, you take care of me for that time vizuri, and then unaendelea. Do you think that will ever come to an end? Si hivyo ndivyo magonjwa zinakuja, ndivyo come to an end. Mimi nasema huyu mwanamke kama ana accept that situation na anaona iko sawa, inamaanisha kuna upungufu hapa, na hata ukimtoa atarudi, most likely atarudi, ama atafuta probably a similar person, end up in a similar relationship, ama hata ukimweka vizuri. Sasa unajua kuna watu hii dunia wanapenda hata pain. The other time tulikuwa tunasema kuna watu pain is addictive. Akiwekwa slap anajua hivyo ndivyo bwana yake anampenda. Ukiangalia from outside unaona hiyo ni abnormal, ni disorder, kuna shida hapa, lakini yeye ako sawa hapa. So kumpeleka kwa mtu mwingine mwenye ni pastor, hata kuwa comfortable, hata kuwa happy in that relationship. All that said, what do you think can cause a divorce in our marriage? What can be the leading factor? Because me, I can tell you the first one. Cheating. Cheating. I'm just, I don't know, I can forgive. You know, that's the thing. I can forgive you for cheating. But the immediate time I find out that you've cheated on me, it's the immediate time your relationship imeisha. Because kuomba msamaha iko. You can cry, beg me, nitakasirika, nitatoka, we can separate for some time. Even if we come back, I don't think I can come back the same way I was before. Even if I forgive you, I don't think I can go back to who I was before that happens. You know, this is the thing yenye nakuanga ati, oh, una cheat na kusamea. Na mimi kukusamea nitakusamea. That's a reality. I'll forgive you, like, totally. We live and hata sitakuwa na kukumbusha ati, oh, ulinicheat, oh, ulifanya nini. Like, fully, I'll forgive you. If you cheat on me, I'll forgive you. But I don't think I can convince myself to see you the same way that I saw you before that. What can make you leave me? Hiyo cheating ndio number 1, na it tops the list. Hiyo ndio imesemwa hata kwa Biblia. Kicheat unaniacha. A man should not
divorce the wife Yeah. unless Hata kama ni mchawi. ni adultery peke yake. Lakini sasa besides hiyo, kuna vitu zingine of course zinaweza fanya muachane na mtu. Hizo vitu zingine ndizo kama gani sasa? Mtu anaweza kuwa abusive to an extent, unaona, badala ya kumgonga pelekwe jela. Lakini mimi siwezi kugonga, sina nguvu. Mimi mnyonge. Okay. We go back Kuna abuse can come in many forms. Inaweza kuwa hiyo ulisema manipulation, emotional, financial. kuna emotional abuse ama manipulation bado iko hapo ndani in terms of finances. Mambo ni mingi. Ama kwa mtoto, inaweza kuwa unatesa mtoto a lot. Ni happen na yeye. Kuna wanaume wengi utoroka na watoto. Na ni wanawake. Na kuna wanawake of course utoroka na watoto kutoka kwa wasikianga mtu ati apendi mzazi apendi ama hata amerepu mtoto wake. There are such cases. Hapo ikifika hiyo part ya RAPE. RAPE. Nedo huyo mtoto atakuwa orphan. Because I don't think how I can forgive you ama the system can work for me to that point of you giving my child endless nights forever. So like kuna vitu tu with your common sense ukikaa hivi unaona hii siwezi vumilia. And I think most men want to feel respected in marriage. And then once that respect inaanza, all na wale wengine all men want to feel respected in marriage. No, whether they have the means or they don't, whether you are financially okay ama yuko okay, at all times. I think most women that's pale tunakosanga pesa zikipungua respect hapana. Hata wewe ukipunguza respect napunguza respect. You say this is a barabara ni highway ni money is directly proportional to respect. No, pesa zikiwa mingi. No, why I don't you a topic for another day. Money. Unaona? Okay. Why men feel like pesa zikipungua wanawake wanaanza kuwadharau. Sometimes wengine ni hapa. So that's a topic for another day. We'll talk about it with the money. Okay. For today we are saying causes of divorce. I think your respect. Most men want to be respected. All men want to be respected, vile umesema, and know that wako in their place, in their position, round of the heads. But sometimes with that una respect mwanaume mwenye anakudisrespect. Unanielewa? So it becomes very hard for a woman to submit and respect a man mwenye can never do the same. So the result inakuwa ya kukudisrespect. Unanielewa? Hiyo inaeleweka. So that's wanawake wanafaa kuwa respected. They are human beings. So respect ni yao. Sindio? So yeah, so cheating, disrespect, abuse, some of the things that can lead to ziko related hizo vitu. If you cheat on someone, you disrespect them, you are and abusing them. And if you play with my money, that's playing with my life entirely. That's divorce. Your money. My money. There's a difference. My money. All the money that you make is my money. So if you play with it, kupeleka huko nje, kutupatupa, misuse, that's my money. You are playing with my money. I won't die poor because of you. And my money is my money. You're talking. Yeah, it's a reality. Unajua, it's something that can cause divorce, because if una misuse pesa, alafu sisi ndo tunasuffer the consequences, then unaona inamaanisha it goes back to how to respect, how to pende, ufanye everything, because you can't love me but finances zako za club na my yanks. So
we've said causes. What do you think we should do not to achieve our dreams of getting away? Not to realize the dreams. Your dreams of getting away, going and starting another family. What do you think you should, or I should, or we should do so that not to get to that point? Lakini wewe venye umeswali ni kama already unataka kuenda huko at that point. No, Just no siendi anywhere. Okay, then. Is there a need to answer? Yeah, answer. Umesema when? No, answer. In case inaweza change mind yangu. No, I think talking a lot and always remembering where you started, why you were attracted to the other person, why I was attracted to you. Tell me why. I know, and I always remember that. That's why I am still with you. Remind me. That's for me. You see, that's disrespectful. This is the things that causes in divorce. Oh, I always remember Don't tell me. why I was attracted to you. Do I still have that thing that attracted you? Yes. And it has actually improved over time. Hiyo najua si mwili. No, whatever it is, that's up to me. Like, always remembering where you started. Wana advise Makalio. wale watu wenye wana advise you talk a lot. Nafaa ni tantani hivyo unaiangalia. You go out a lot, you spend your time together. Do some things, some Going activities round together. Yes. Mkikaa na mtu mtembee pamoja, sometimes mpike pamoja, watch movie pamoja, end out pamoja. During this time ya kubond, you remind yourselves why vile mlikutana, ni nini ilikuwa attract kwa mwingine, vyenye like you revisit your process, mumeishi aje mpaka saa hii. Then during those conversations huwa watu wanaangalia makosa yenye wamemake wasirudie, mahali walikuwa sawa maybe wa remain constant ama wa improve. With that mnakaa mko on the same page always, but lack of communication, ile mmetulia, mjaiongea, muna goals pamoja, mnakuja tu kukaa, after some time unapata mtu ameanza kudevelop maisha yake kwenda huku yenye ule mwingine ajui, na mwingine ana develop yake independently, sasa without involving the other party. Unapata umeanza kuishi peke yako, ndio ile wanasikianga wanasema you can grow apart. Mnaanza kuenda hivi, unaanza kugundua kumbe I don't need this person. Sasa naweza kaa. So ile unaanza kukua comfortable ndani ya relationship being alone. Kuna ile documentary tuliona ya ule jamaa alioa, alikuwa mkubwa, kaanza kupiga gym, akakuwa fit, akapunguza madem, sasa akaanza kuwa so akaanza unaona sasa akaona bibi yake si type yake sasa. So it happens. Mimi ni type yako, just in case umenikumbusha umse. Yeah, my type. Okay. So I think apart from communication, I think vile umesema kukuwa na spending time together and something that people ignore a lot. Yeah. I think unajua kuna ile yenye mnaweza kaa kwa nyumba in the same house, especially for example kama sisi tunakanga in the same house 365 days a year, but imaanishi that we spend time together, because unaweza kuwa unafanya vitu zako, unafanya vitu zangu. That's not spending time together. Quality time where you can look somebody and talk and just listen, and you can share something funny na huyo msee asikuone mjinga. You know, kuna hiyo feeling unaacha msee na feel vulnerable mbele yako, kuna ile yenye unaona being comfortable. And another thing is that if somebody anakukosea, for example if you hurt me or you do something that I don't want, it's always good and easy to correct somebody instantly. For example kama umenishautia, nitakwambia tone down, I can hear you kiniongelesha with love. Umeniambia kitu, it makes a lot of sense, but the tone you used haiko ina make a lot of aingefanya ni feel venye
haiwezi ikaleta the impact yenye ulikuwa unataka kwa nini. So I think kuna hiyo tena unapata mzee anakukosea ama tumekosana, instead yenye nikwambia hapo na hapo ulifanya makosa, ninaanza kuzieka, ninazibank. So mimi nakwanga banki yangu iko out of 1000 imeshafika 789. So ni kuongeza tu kila siku, ikifika 1000 unapata mzee yako ile siku ulinifanya hivi na ile siku na ile siku na hivi na hivi, and then that's wrong because inamaanisha you are not growing. And then this person haiwezi pata chance ya kujua like this is how the relationship should be going, this is how we should grow together. If I do this one, my partner will be offended and all those things. Unapata tuende tu, hata nikimkosea asemi hivyo ni sawa, unaona, ananyamaza tu, ako sawa, ama atasmile, atapika kama kawaida, afanye all those things. I think these communication things, forgiving and knowing msee vile yuko. For example, me, I wouldn't want to cheat on you, so I wouldn't want you to cheat on me. Those are some of the things zenye unafaa uko ukijua. Si ule msee anasema na nikifanya atanisamea. Anaweza kukusamea ukinipiga, lakini unaweza kosa kukusamea sijasema unipige, just in case. hiyo tunaenda for example. So yeah, there's a lot that goes into making a relationship work, and one is communication. That's what we are trying to do here, communicate and share our journey with you, and just hope that you will follow us along and perhaps you can learn a thing or two. That's it for today, and thank you for tuning in.